Yawezekana ukawa unaijua tenzi ya ni salama rohoni mwangu, ama ulishawahi kuisikia lakini hujui ni nini historia iliyoko nyuma ya tenzi hiyo kumuhusu mwandishi Horatio Spafford. Ungana nami katika Tambua leo hii nikakujuze mengi kuhusu tenzi hii. Spafford alizaliwa katika familia ya mwandishi gazeter Horatio Gates Spafford na Elizabeth Craik mnamo Septemba 5, 1861. Horatio Spafford alimwoa Anna Rosten wa Stavanger huko Norway na walifanikiwa kupata watoto 4. Horatio Spafford alikuwa mwanasheria mpenzi mwandamizi katika kampuni kubwa ya sheria na pia alikuwa mwekezaji kwenye biashara. Spafford alikuwa mfuasi na rafiki wa mwinjilisti D.L. Moody. Spafford aliwekeza katika mali isiyohamishika huko Chicago. Mnamo Oktoba 1871, moto mkubwa ulizuka huko Chicago ukaunguza mji hadi kubaki majivu na kuharibu sehemu kubwa ya uwekezaji wa Horatio Spafford. Miaka miwili baada ya moto mkubwa wa Chicago, familia ya Spafford ilipanga safari ya kwenda Ulaya kwa ajili ya likizo fupi ambapo rafiki yake mwinjilisti D.L. Moody angehubiri. Hata hivyo, Spafford hakuweza kupata nafasi kutokana na masuala ya kibiashara. Aliamua kuitanguliza familia yake kwenda Ulaya. Safari ya familia ya Spafford ilianza kutokea Chicago kuelekea bara la Ulaya. Walipofika katikati ya bahari, meli waliokuwa wameipanda ikapata dhoruba. Watu takribani 226 wakafa katika ajali hiyo, wakiwemo watoto 4 wa Horatio Spafford. Isipokuwa mke wake Anna alinusulika. Baada ya kufika Cardiff, Wales, alimtumia mume wake ujumbe uliokuwa ukisomeka "Saved alone". Baada ya janga la moto kupita na tukio la ajali ya meli kutokea, ndipo Horatio Spafford akaandika ubeti wa wimbo huo: nionapo amani ni kama shwari, ama nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Muda mfupi baadaye, Horatio Spafford alifunga safari kwenda Cardiff kukutana na mke wake ili kuomboleza, na wakati akiwa safarini, nahodha wa meli aliyokuwa amepanda Horatio Spafford akatangaza akisema, mahali hapa tunapopita ndipo mahali ambapo meli steamship Valdahari ya mwaka 1873 ilipata ajali na kuua watu takribani 226. Ndipo Horatio Spafford akaandika kitikio kinachosema "It is well with my soul", yani ni salama rohoni mwangu. Baada ya tukio hilo, Horatio Spafford pamoja na mke wake walifanikiwa kupata watoto 3, wa kike 2 na wa kiume 1. Na mnamo mwaka 1880 mtoto wa kiume wa Horatio Spafford alikufa kwa homa nyekundu akiwa na umri wa miaka 4. Mnamo mwaka 1881 Horatio Spafford alihamia huko Yerusalemu na makazi yake yakawa huko. Na pia mnamo Septemba 25, 1888 Spafford alikufa kwa malaria akiwa na umri wa miaka 59.